Leo tunazungumzia hasira. Madhara ya hasira. Madhara ya hasira. Na tukiangalia madhara ya hasira, kuna aina tofauti kulingana na Biblia. Hasira iko kwa upana na inaonyesha wazi kuhusu madhara yake mabaya kiroho, kiakili na kijamii. Ingawa pia kuna hasira nzuri na kuna hasira mbaya. Hasira nzuri ni ipi? Hasira nzuri ni ile ambayo inapinga mabaya na inakataa dhuluma. Hiyo ndio hasira nzuri ambayo haitaki mtu mwingine aonewe. Usilotaka kutendewa usimtendee mwingine. Kwa hivyo mtu ambaye anafanya madhara ndio hasira. Ukiwa na hasira yeye si mbaya. Na tutaangalia vitu kadhaa kulingana na hasira, madhara ya hasira. Namba moja, huzaa dhambi na makosa zaidi. Hasira huzaa dhambi na makosa zaidi. Hasira isipodhibitiwa husukuma mtu kufanya mambo ya kijinga au ya dhambi ambayo hukuwa na nia ya kufanya. Hasira inakufanya unafanya jambo ambalo haukuwa na nia ya kuifanya, lakini kwa ajili ya ile hasira na haukuweza kuidhibiti, inakufanya unafanya jambo la kijinga na kipumbavu ambayo linaleta madhara baadaye. Kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 8 inasema, uache hasira, uache ghadhabu, usifadhaike hata ukafanya uovu. Usifadhaike hata ukafanya uovu. Hiyo ni kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 8. Na pia ukiangalia Methali 29:22 inasema, mtu wa hasira huchochea ugomvi na mtu mwenye ghadhabu amekithiri makosa. Mtu mwenye hasira huchochea ugomvi. Wakati una hasira utajikuta unachochea ugomvi pasipo wewe kujua. Ni vizuri ukajifunza kuidhibiti hasira yako ili kuepukana na dhambi na makosa zaidi. Namba 2, inampa ibilisi nafasi. Ukiwa ni mtu wa hasira unampa ibilisi nafasi. Hasira ya muda mrefu ya kurundika moyoni inafungua mlango wa shetani kushambulia maisha yako, mahusiano yako na amani yako. Mahusiano yako na pia inaathiri amani yako. Kwa hivyo hasira inampatia ibilisi nafasi. Ni vizuri kujifunza kudhibiti hasira yako. Ukiwa ni mtu wa hasira unajifunza kuidhibiti, usiruhusu iweze kukaa sana moyoni mwako, unaiondoa mapema. Kitabu cha Waefeso 4:26 na 27 inasema, muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hivyo ni vizuri uwe na hasira, lakini uangalie hiyo hasira uweze kuidhibiti, na uangalie usikane na hiyo hasira kwa muda mrefu, uweze kuiondoa kwa haraka iwezekanavyo ili usimpe ibilisi nafasi. Namba 3, unaangalia uharibifu, hekima na utambuzi. Hasira inaharibu hekima na utambuzi. Ukiwa ni mtu wa hasira utakosa hekima, na ukiwa ni mtu wa hasira utakosa utambuzi wa kujua jambo hili lafaa nijibu au sifai kujibu. Lakini ukiwa unajua kuidhibiti hasira yako, inakupa kuelewa kwamba hasira hii inanifaa niweze kuidhibiti, na unapata hekima na unapata utambuzi wa kujua mahali hapa ni mahali pa kujibu au sio mahali pa kujibu. Tusome kitabu cha Mhubiri 7 mlango wa 9 inasema, usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Na pia Methali 14:17 inasema, yeye aliye mwepesi wa hasira
atatenda kwa ujinga. Ukiwa ni mwepesi wa hasira, utajikuta unatenda kwa ujinga. Kitu kidogo au mtu amekuongelesha kwa upole, lakini kwa sababu ulikuwa na hasira, unaijibu kwa hasira na unalete mambo mengi ambayo hayana msingi. Ni vizuri kuwa na hekima na utambuzi wa kujua jambo hili, nafaa nilijibu kwa hasira au nafaa nilijibu kwa upole au nafaa kunyamaza. Namba 4 inasema zuia haki ya Mungu kutendeka. Hasira kuzuia haki ya Mungu kutendeka. Binadamu wanapokuwa na hasira, mara nyingi utapata kujilipiza kisasi yeye mwenyewe badala ya kumwachia Mungu afanye kazi yake. Hasira yetu haileti matokeo ya kimungu. Hasira yetu haileti matokeo ya kimungu, ila inaleta kulipiza kisasi. Unajikuta ukilipiza mtu kisasi pasipo wewe kujua. Kwa hivyo ni vizuri uweze kudhibiti hasira yako na uangalie madhara haya ya hasira yasije yakalete uharibifu kwa maisha yako. Yakobo 1:20 nasema, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Utajikuta unafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, na ili hali ungeweza kudhibiti hasira ile, haingelete mambo mengi. Huchochea ugomvi na kubomoa mahusiano. Hasira huchochea ugomvi na kubomoa mahusiano. Hasira haijengi bali hubomoa urafiki, ndoa na familia. Maneno yananenwa kwa hasira huacha majeraha makubwa. Kwa sababu umeongea kwa hasira ama umenena kwa hasira, unajikuta umelete madhara makubwa kwa sababu uchungu, na unajikuta umetamka mambo mazito au mambo magumu au mambo yaliyofichika ambayo ungeweza kujizuia, hayangeleta aibu kubwa kiasi hicho. Kwa hivyo hasira huchochea ugomvi na ubomoa mahusiano. Kitabu cha Methali 15 mstari wa 18 inasema, mtu wa ghadhabu huchochea ugomvi, bali yeye aliye mwepesi wa hasira hutuliza mashindano. Kwa hivyo ukiwa ni mwepesi wa hasira utatuliza mashindano, lakini kama wewe ni mtu wa ghadhabu utachochea ugomvi. Ushauri wa kiBiblia kushinda hasira. Jinsi unaweza kushinda hasira. Biblia haituambii tu madhara, bali inatupa suluhisho ya jinsi ya kushinda hasira. Methali 15 mstari wa 1 inasema, jawabu la upole hugeuza ghadhabu, bali neno liumizalo huchochea hasira. Na kitabu pia cha Methali 16:32 inasema, aliye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko mwenye nguvu, na mtu aitawalaye roho yake kuliko mtu atekaye mji. Mungu akubariki sana mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza